Baba, tunakushukuru kwa kuwa u mwema Baba. Haleluya, mtu wa Mungu. Mungu ni Mungu wa kushukuriwa. Ukisoma Biblia, neno la Mungu linasema ya kwamba tushukuru kwa kila jambo. Ni kama neno jepesi lakini kuna mchakato mpaka uweze kushukuru kwa kila jambo. Kuna mchakato. Mtu wa Mungu, ipo sadaka ninaipenda sana. Sina maana ya kwamba sadaka zingine sizipendi. Zote ni njema kwenye maisha yangu, lakini ipo sadaka ninaipenda sana. Sadaka ya shukurani. Sadaka ya shukurani. Mungu anashukuriwa kwa mambo yote. Yatupate mema, tunashukuru Mungu. Yatupate mabaya kama yalivyompata Ayubu, bado tunaendelea kumshukuru Mungu. Mtu wa Mungu, sadaka ya shukurani ni sadaka yenye matokeo makubwa sana kwenye maisha yetu. Jifunze kwenda mbele za Mungu kwa shukurani. Sadaka ya shukurani si fedha tu, si vitu, hata maneno yako. Kujidhabihu kwa Mungu kwa shukurani ni sadaka. Jifunze kumtolea Mungu sadaka ya shukurani anapokuwa amefanya jambo fulani kwenye maisha yako, na hata kama anakuwa amekawia kutenda, bado tunalazimika, bado inatupasa kumwendea Mungu tukiwa tumejawa na moyo wa shukurani. Mtu wa Mungu, hebu tazama nyuma ulikotoka. Tazama nyuma ulikotoka. Mungu amekutendea mambo makubwa. Kama si Mungu, kama si mkono wa Mungu, kama si wema wa Mungu, tusingefika leo. Mimi huwa nikipita kwenye makaburi, nikienda kwenye msiba, vitu ninavyovitazama, kuna vitu ninavyovitazama. Kimoja wapo ni tarehe ya kuzaliwa na tarehe ya kufa. Ina maana gani? Ni wangapi ulikuwa nao leo hawapo? Wakati wewe ni wa mwaka wa 80, wa 2000 ni wangapi hawapo? Tazama nyuma ulikotoka. Ukijifunza kutazama nyuma, hata kama hapa napita kwenye changamoto, ukigeuka, ukitazama nyuma, ukitafakari nyuma alikokupitisha Mungu, nataka nikwambie, hili unalopitia leo utahesabu si kitu. Utaenda mbele za Mungu kwa moyo wa shukurani. Utaenda mbele za Mungu kwa kushukuru. Ili ufike level za kushukuru kwa kila jambo, lazima ujifunze kutazama pale nyuma alikokutoa Mungu, pale alipokuvusha Mungu, ulipozungukwa na maadui, ulipozungukwa na watesi kwenye hiyo kazi, lakini Mungu akakuinua. Ukijifunza kutazama nyuma alikokutoa Mungu, nataka nikuambie ya kwamba utajikuta umefika kwenye level ya kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Wakati wengine wanakushangaa, huyu vipi? Anaweza vipi? Amefikaje hapa? Wakati wanashangaa, wanashangaa kwa sababu wanajua kibinadamu haiwezekaniki.
wakati wanasubiri wakuone ukiwa umenyong'onyea, huna amani, huna furaha, ucheki tena. Wanashangaa, wanaliona tabasamu lako. Wakati wanadamu wakisubiri kuto kuendelea kwako, kuto kufanikiwa kwako, wakati wanasubiri wanaona bado unaendelea. Siri ni kwa sababu ni kweli unapita, ni kweli hapo ulipo kibinadamu ulitakiwa ulie usiku na mchana, ni kweli. Lakini siri ni kutazama nyuma alikokutoa Mungu. Siri ya tulivyo ni kutazama nyuma alikotutoa Mungu, na tukilinganisha alikotutoa Mungu na hapa tunapopita, tunaona mbona hapa ni padogo, tutavuka tu. Tutavuka. Na napenda nikuambie mtu wa Mungu, maadamu unaishi duniani, mapito ni lazima, changamoto ni lazima. Hatukuokoka ili tuepukane na changamoto, tuepukane na majaribu. Yesu hakuja kutuokoa, hakutuletea wokovu ili tuepukane na majaribu. Hapana. Yesu alipotuletea wokovu ni ili tuwe na tumaini ya mbele, tuwe na tumaini la hatima njema ya mwisho wa maisha yetu. Mtu wa Mungu, jifunze kukumbuka nyuma, umwendee Mungu kwa moyo wa shukrani, uende mbele za Mungu kwa sadaka ya kumshukuru. Unamwendea Mungu, unamwambia Mungu, asante kwa ajili ya mwaka jana, kwa sababu ulinivusha lile, ukanivusha lile, ulinivusha lile. Mungu, asante kwa ajili ya hata ya hapa ninapopita. Asante kwa sababu utanivusha. Mtu wa Mungu, ili ufanikiwe kumjua Mungu kwa viwango, usitegemee watumishi wa Mungu. Mchungaji anakupa mtaji tu anapokufundisha. Unaposikia mafundisho ya aina tofauti tofauti, beba kama mtaji, beba kama mbegu. Ukipewa mbegu, kazi ya kulima shamba, kazi ya kupanda, kazi ya kupalilia ni ya kwako, si ya yule aliyekupa mbegu. So tunapokupa mbegu, ibebe, itendee kazi. Mtafute Mungu binafsi kwa juhudi zako zote. Kwa hiyo mbegu ya sadaka ya shukurani, mtafute Mungu, mwendee Mungu kwa sadaka ya shukurani. Utamwona Mungu kwa viwango vya tofauti kwenye maisha yako. Shalom, shalom. Mungu akubariki. Mungu akuinue. Kumbuka, Yesu yu karibu kurudi. Ishi kitakatifu. Amen.